limekuja ulisikie, kisha ulitunze, kisha ufanye. Haleluya! Amen. Leo anatuambia, leo tunasikia ya kwamba tuwe hodari, tufanye kwa bidii, kisha tutunze. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni yale ambayo tumeyasikia leo. Kwa hivyo ina maana haya tuliyoyasikia basi tukayafanye. Tuna imani ambayo tumeisikia kwamba kumbe nikilitunza neno la bidii na nikifanya, Mungu anaahidi kwamba kuna baraka zitanijilia. Haleluya. Amen. Na kweli unaposikia, unapotunza na unapofanya na unapotunza kwa bidii, si kutunza tu, hata tuongeze hili la bidii. Hilo ni muhimu sana. Naweza tunza lakini nisitunze kwa bidii. Naweza watunza watoto wangu lakini nisiwatunze kwa bidii kama mzazi. Na hakika nisipofanya kwa bidii nitafail, sitafaulu. Yale malengo yangu sitayafikia. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwanafunzi anapokuwa darasani asipofanya bidii hafikii yale malengo ambayo alikuwa amekadiria. Ndivyo mimi na wewe tulivyo leo. Wakati hatutafanya bidii katika kulitunza hili neno la Mungu, katika kufanya yale ambayo anatuambia, basi hatutafaulu. Wazungu wanasema practice. Mwalimu, tumalizie hiyo methali. Practice. Amen. Basi tusipofanya practice kwa hili neno la Mungu, je, sisi kweli tutakuwa hodari? Tunapaswa tunapolisikia neno la Mungu tulifanyie kazi. Haleluya. Na wakati unapolifanyia kazi neno la Mungu, hapo ndipo Mungu anakuinua katika viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kulisikia tu neno na kuliachia tu hapo. Paulo anasema tusiwe wasikiaji wa neno tu, bali tuwe watendaji wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ndipo tutafanikiwa. Na leo anasema kwamba kitabu cha Torati kisiondoke katika vinywa vyetu, na hili neno la Mungu lisipoondoka katika kinywa chako, Biblia inasema kwamba utafanikiwa sana. Halafu anaongeza anasema ndipo utakapostawishwa. Haleluya. Amen. Utastawi kwa kila jambo unalolifanya, kama vile kitabu cha Zaburi ya kwanza inavyosema juu ya huyu anayetenda haki, ya kwamba kila alifanyalo litafanikiwa. Bwana Yesu